Somo letu ambalo tunaongozwa nalo kwa siku ya leo inapatikana kutoka Injili ya Luka mtakatifu, ile sura ya 13 mstari 31 na ule wa 35. Katika Utatu Mtakatifu ninasoma watangulia. Ile Mafarisayo kadha wa kadha walimwendea wakamwambia, toka hapa uende mahali pengine, kwa sababu Herode anataka kukuua. Akawaambia, endeni mkamwambie yule mbweha, kama leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa, ya tatu nitakamilika. Na hayo imenipasa kushika njia yangu leo na kesho kutwa, kwa kuwa haimkini nabii aangamie nje ya Yerusalemu. Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wanaotumwa kwako. Mara ngapi nimetaka kuwakusanya watoto wako kama kuku avikusanyavyo vifaranga vyake chini ya mbawa zake, wala hamkutaka. Angalieni, mmeachiwa nyumba yenu, nami nawaambia hamtaniona tena kamwe, hata mtakaposema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hili ndilo neno la Bwana. Kwenye neno letu la siku ya leo ambalo tumepewa asubuhi hii ya leo, tumesoma neno kutoka Injili ya Luka mtakatifu. Injili hii nimeshangaa sana nilipokuwa naangalia kalenda baada ya kuniambia nitakwenda kuhubiri mahali. Nimeshangaa sana kwa sababu nina kumbukumbu naye. Nilipopata mbaraka wa kwanza wa kichungaji, mbaraka wa ushemazi, nilikuwa nimepangiwa kituo, niko kituoni, lakini nilikwenda nyumbani baada ya kupata mbaraka. Jumapili iliyofuata mchungaji aliyekuwepo kwenye ushirika wetu akaniambia, mchungaji, utasalimia wazazi wako. Wakati nimesimama kusalimia wazazi wangu, nikakuta kumbe somo ninalokwenda kusoma kwenye kiongozi kalenda ni somo kama hili la leo. Nimemshangaa Mungu, nikasema kumbe sasa ninapo miaka ya kumaliza kazi nimerudi kwenye somo nililoanzia kazi. Kumbe nikagundua kwamba kumbe dunia wanaposema ni mzunguko ni sawa. Maana yake pale nilipotoka siku ya kwanza ya kuhubiri kwangu kama mchungaji, leo wakati namaliza kazi nahubiri pale. Katika somo hili watu wa Mungu tumepewa mistari mitano, na mistari hii mitano imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Na kichwa cha somo kinasema, ni nani anayekupangia ratiba yako? Sasa hebu mgeukie mwenzako muulize, ni nani anayepanga ratiba zako? Basi katika eneo la kwanza nakutana na uadui wa Herode. Mstari ule wa 31 mpaka 33 inazungumza uadui wa Herode. Adui na nani utaelewa kwa baadaye. Katika mistari hii tunaona jinsi ambavyo Mafarisayo walimwendea Yesu wakimtahadharisha, kwa sababu Yesu wakati huo alikuwa kwenye eneo la utawala wa Herode. Kwa hiyo wakamwendea wakamtahadharisha kwamba, Bwana, unatakiwa uondoke hapa kwa sababu Herode anataka kukuua. Unaweza ukashangaa kidogo kwamba kwa nini watu hawa walimwendea Yesu, hawa Mafarisayo. Kwa kawaida tukisoma Injili tunagundua kwamba ni wapinzani wa Yesu. Sasa wamemwendea Yesu, wanamwambia uondoke hapa, Herode asije akakuua. Maana yake walikuwa wanamuonea huruma Yesu, maana yake walikuwa wanataka Yesu asiuawe, si ndio? Lakini ni mpinzani wao mkubwa. Kwa nini? Kumbe nikagundua kwamba hawa Mafarisayo, ukisoma katika mapokeo, ni kwamba Herode alikuwa ni adui yao mkubwa kuliko hata Yesu. Ni wao waliokwenda kwa Herode wakapropose. Walipomwona Yesu yuko maeneo yale na Herode wanamfahamu roho yake, wakaenda kwa Herode wakamwambia, Herode, usije ukamuua Yesu, ila tunayo nafasi ya kwenda kumtoa aondoke. Kwa Herode akakubaliana na wazo lao, wakaenda wakamwambia Yesu kwa vitisho kwamba uondoke, maana usipoondoka Herode atafanya nini? Atakuua. Sasa Herode anayesemwa hapa ni Herode yule ambaye alimkata kichwa Yohana Mbatizaji.
Wanamzungumza mtu ambaye hajali kuua, wanamzungumza mtu ambaye experience ya kuua, wanamzungumza mtu aliyekatili. Nia yao ni kwamba Yesu aondoke haraka, asikae maeneo yake. Lakini jibu la Yesu likoje? Ukisoma mstari wa 32, Yesu anasema, nendeni mkamwambie huyo mbweha, mtawala, kiongozi, mkuu wa nchi amekuwa mbweha mbele ya Yesu. Na neno hili mbweha, ukisoma katika maeneo mengine, inatuambia kwamba mbweha lilikuwa ni neno la dharau. Na yake Yesu alitaka kusema, kamwambieni huyo mjanja, kamwambieni mtu huyo aliye na hila, kamwambieni mtu huyo asiyejulikana popote. Ndicho Yesu alichokuwa anawaambia hawa mbele ya Mafarisayo waliotumwa na huyu Herode. Anawaambia, rudini mkamwambie huyo aliyewatuma kwamba mimi niko hapa leo na kesho naponya wagonjwa. Maana yake anasema nini? Anasema ratiba zangu huwa hazipangwi na Herode. Maana yake anasema nini? Ratiba zangu hazipangwi na mtu mwenye utawala. Anasema nini? Anasema ratiba zangu hazipangwi na mtu mnayemwogopa. Anasema nini? Anasema ratiba zangu anayezipanga ni Mungu aliye mbinguni. Sema, muulize mwenzako, ratiba zako zinapangwa na nani? Amen. Ningefurahi kama ningeona kuna watu ambao wana ushuhuda kama ule wa Yesu, wanasema ratiba zetu hazipangwi na wachawi, ratiba zetu hazipangwi na wenye mali, ratiba zetu hazipangwi na watawala, lakini ratiba zetu zinapangwa na Mungu aliye hai. Watu wa jinsi hiyo ni watu wanaojiamini, ni watu wanayemjua, wanayemwamini, ni watu wanayojua yule aliyewatuma, ni watu wanaojua wanachokifanya. Lakini mtu mwingine hajui hata anachokifanya. Kuja kanisani anakuja kwa sababu wengine wanakwenda. Unaweza ukajiuliza kwamba hivi mchungaji anasema kuja kanisani, anakuja kama kuwaona tu wenzake wanavyokwenda. Jiulize, kitu cha muhimu sana kwenye ibada ni nini? Kumsikiliza mchungaji? Ni kuimba? Au ni kufanya nini? Kumsikiliza Mungu na neno lake. Lakini unapitia wapi? Unasikiliza wapi? Kanisani? Maana yake mtu anayekuja kanisani anajua kwamba anakwenda kanisani ni sawa na mtu anayekwenda shambani anajua kwamba anakwenda kulima. Anakwendaje? Anakwenda na vifaa vya kilimo. Sasa mtu anayekuja kanisani anakuja mikono mitupu, ujue kwamba huyu anakwenda kwa sababu wengine wanakwenda. Amevaa suti nzuri, amevaa gauni nzuri, amekwenda na saruni, nywele zake zinameremeta na kucha ndefu ameziweka, lakini anakuja kanisani hana Biblia, hana chochote mikononi. Amekuja tu kanisani. Mtu huyu hajiamini. Anakuja kwa sababu rafiki yake anakwenda, sababu umesikia kanunue Biblia. Patikana tena hapa ametangaza mtangazaji kwamba kwaya wanauza Biblia na nini? Na tenzi. Hebu angalia gharama ya hivyo ulivyovaa hapa tu. Usiangalie nyumbani kwenye kabati kuna nini. Hivyo ulivyovaa hapa na gharama ya Biblia, unaona inaingia mara 5 mara 6. Kwa hiyo nunua Biblia ili usome neno la Mungu, hata bila kuambiwa, hata bila kuhubiriwa. Soma mwenyewe. Mungu anasema neno lake lijae kwa wingi ndani yetu, na likijaa kwa wingi hatutasukumwa. Likijaa kwa wingi hatutapotezwa. Likijaa kwa wingi tutakuwa na ushupavu wa kulihubiri na kulisema neno la Mungu. Ndio maana Yesu, kwa kuwa lilijaa ndani yake neno la Mungu, alikuwa na uwezo hata wa kumwambia mtawala mbweha. Ningekuwa mimi na wewe ndio tunaambiwa ondoka haraka, aisee, yaani usingesubiri hata dakika moja. Lakini Yesu anasema mwambieni leo na kesho niko hapa. Maana yake hana uwezo wa kunifanya chochote. Biblia haisemi Herode alichukua hatua gani. Maana yake alinyamaza kwa neno la Yesu. Wewe adui zako wanyamaze kwa neno la Yesu. Sehemu ya pili tunaona Yesu akililia Yerusalemu. Katika mistari ya 34 na 35 tunaona Yesu anaulilia mji wa Yerusalemu. Mji wa Yerusalemu kwa picha ya Yesu ni mji ambao sio mji kama mji, lakini kwake kwa picha yake mji wa Yerusalemu ni mama ambaye ana jukumu la kulisha watoto na kuwatunza. Kwa Yesu anauona Yerusalemu ni mji
ambao unakusanya watoto na kuwalisha na kuwaweka salama. Lakini watoto hawa sio watoto wa kawaida, ni watoto wakaidi, ni watoto ambao historia yao ni mbaya, kwa sababu baada ya huo mstari tunasikia mstari unatuambia kwamba watoto hao, Yesu anasema katika mji wao wanakuja watu wa Mungu waliotumwa kwao, wanawapiga kwa mawe. Wanakuja watu wa Mungu waliotumwa kwao, wanawaua. Kwa hiyo mji huu, Yesu katika mstari wa 35 anasema umeachwa ukiwa, na tena anasema sio ukiwa tu kwamba hauna baba, hauna mama, ila umeachwa ukiwa, hata Yesu mwenyewe hawatamuona tena. Sema mpaka pale mtakapotubu. Mji ni upi? Sijui kama umejiuliza huo mji ni upi. Yerusalemu tunayoisema leo ni ipi? Yerusalemu aliyoisema Yesu ni ile Yerusalemu, lakini Yerusalemu ya leo ni ipi? Inawezekana Yerusalemu ya leo ni wewe. Inawezekana Yesu ametembea, anakuona, anaanza kulilia. Maana mara nyingi umesikia neno la Mungu, umepuza, hukutenda. Wamekwambia acha uwizi, umeendelea kuwa mwizi. Acha uzinzi, umeendelea kuwa mzinzi. Acha dhambi, unaendelea na hiyo dhambi. Neno la Mungu linasema utaachwa ukiwa. Ukiachwa ukiwa, hata Yesu hutamwona tena mpaka utakapotubu hiyo dhambi. Iko dhambi ambayo tunaendelea kuitenda hata kama tunasikia neno la Mungu. Mji unaweza kuwa ni ushirika, acha ya wewe binafsi. Mara ngapi Yesu amesema kwenu? Mara ngapi ameleta mambo ya kwake Yesu yatende kama ushirika, umeacha kuyatenda? Leo tumeleta la wilaya, si ndio? Tujaja wenyewe, tumetumwa. Aliyetutuma ni Yesu, kwamba tujenge ofisi yake atakapokutana na watumishi wake watakaokuwa ndani ya ofisi ile wakitenda kazi yake. Ni mara ngapi umetenda ukatenda sawa na lingine la kwako? Yesu anasema atakuacha ukiwa. Ni afadhali akuache ukiwa peke yako. Akikuacha ukiwa kama ushirika, kitu cha hatari sana. Yako mambo mawili. Moja, simama kama wewe ujue ni nani anayepanga ratiba zako. Jambo la pili, Mungu anapokuja kwako kukuambia jambo la kufanya. Maana tumebarikiwa kuwa Wakristo, tumekuwa hivi tulivyo, lakini tunahitaji kusikiliza sauti. Na sauti hiyo, hawezi Mungu akaja akasimama mbele yetu akasema sauti yake. Wako watu, ndio maana anasema ni mara ngapi nimewaleta watu kwako wakukusanye kama kifaranga, lakini ukutaka. Na yake si Yesu mwenyewe, ni wako watu wanaotumwa. Mmoja wao ni mimi, nimetumwa kwenu. Mwingine ni Mwankenya, ametumwa kwenu. Huyu ametumwa kwenu, na ametumwa ili mfanye nini? Mfanye kile ambacho Mungu anawaambia. Na Mungu hawezi kuambia kwa sauti yake, anatumia sauti ya sinodi, anatumia sauti ya viongozi. Ndio hao wanaowaambia. Ukianza kugoma kazi za kufanya za Mungu, ujue kwamba kuna siku utaachwa ukiwa. Ndio maana wakati mwingine tunaomba maombi hayaendi popote. Kwa nini? Tumeacha ukiwa. Kuna watu wameomba miaka nenda miaka rudi apate mtoto, apate. Kuna watu wameomba miaka nenda miaka rudi, miaka inapita tu apate mchumba, hapati. Shida iko wapi? Shida haiko kwa mwingine, iko kwako. Maana Mungu alipowatuma wajoli wake, umewapiga kwa mawe. Geuza nia, usiwapige kwa mawe watu wa Mungu. Geuza nia, mtazame Mungu aliyekuagiza. Angalia Mungu amepanga ratiba yako kwa hilo. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Hatuna kitu cha ziada cha kwetu. Ukishakuwa Mkristo, basi kinachofuata ni kusikia sauti ya Mungu. Usisikilize sauti ya kwako, usijisikilize mwenyewe, sikiliza sauti ya Mungu. Na sauti ya Mungu haiti Mungu akatoka mbinguni au akaonekana asionekane popote ukasikia sauti tu. Sauti ya Mungu inatoka kwa watu wa Mungu aliyowaweka.